Dege. Ana dege. Lina muda gani? Na muda gani? Miezi 3-4. Ana miaka mingapi? Miaka 4. Mtoto ana miaka 4. Hapa mkubwa na anakuwa anakakamaa. Anakuwa anakakamaa kuna muda. Mimi ndo kana nimechukua mimi halijatokea. Anakakamaa kabisa anakuwa anaika. Huko kwao kuna nyumba yao iko karibu na makaburi. Kwa sababu hayo maradhi muda mwingine husababishwa na jini anaitwa al-ubadi al-kuburi. Ila kwa mtoto wa miaka hiyo kuna jini anaitwa tamrihu. Tamrihu ndio jini ambaye hupenda sana kuharibu watoto wasiwe vizuri. Hata katika mtoto mwingine anafikia ile stage ya kwanza kutaka kutembea, anamvunja, unaelewa, asikue tena vizuri pale. Kwa hiyo sasa hapo, ima huyu mama nyumba yao iko katika karibu na makaburi, ama anapenda kupita na huyo mtoto sehemu ya makaburi, kwa sababu dalili ya mtu anayesibiwa na jini ya makaburini, moja, kupata hali ya kukakamaa, sawa, ikiwa anapandisha au hapandishi, ambao huyu baadaye atakuja kuwa kama kifafa. Akikuwa atakuwa anakakamana, anajing'ata. Sasa huyu mumuwahi mapema. Hao maradhi yanakuwa ni majini, lazima tiba yake ipatikane na visomo. Anakuwa kama amedua hivi. Huyo mama amekumbwa na jini anaitwa tamrihu. Unaweza kuongea naye yani kama haelewi yani basi kimya anamtazama. Amekumbwa na jini anaitwa tamrihu. Huyo tamrihu unaweza hata akamtia ulemavu. Tuelewana? Anaweza akamtia ulemavu, yani akamvunja makuzi na akamsababishia ulemavu. Kwa hiyo inshallah uje naye. Inshallah. Jamani, muda umekwenda. Vidonda gani vya tumbo? Vidonda vya tumbo. Dawa ya vidonda vya tumbo miongoni mwa dawa. Unajua kila gonjwa na dawa yake. Na ndio naelekeza kwa faida ya wote, sawa? Naelekeza kwa faida ya wote, ya wewe na wengine. Wewe sio peke yako na vidonda vya tumbo dunia hii. Ndio wengi. Sawa Niliuliza kwa ajili ya dawa uliniambia nitose ndimu. Ile sio sawa. Unatumia dawa ya vidonda vya tumbo. Chukua mafuta ya kondoo. Sawa? Chukua na asali. Changanya. Tuelewana? Ikiwa asali nusu lita, mafuta ya kondoo yawe lita. Jamani. Ikiwa asali nusu, sio sukari iliyopikwa huko. Sasa hivi watu wanatafuta pesa hata kwa njia haramu. Yeye hajali kwamba siku ya kiyama atakwenda kuulizwa kwa nini umefanya hiyo fushi. Tafuta asali safi. Sawa Tafuta mafuta ya kondoo. Halafu changanya. Koroga. Mafuta ya kondoo hayana madhara yote. Sawa Unakunywa kila siku vijiko vile asubuhi na jioni. Kwa idhini ya Allah vidonda vya tumbo utapona. Sawa Lakini vile vile kama mtu ana saratani aidha ndani ya tumbo, sehemu yote ambayo ile saratani ishamsababishia vidonda, sawa, huyu mtu atakiwa kuna mafuta ya aina kama 7 hivi yapatikane ndani yake, yawe kuna hayo mafuta ya kondoo, sawa, na asali. Hiyo dawa kwa idhini ya Allah vidonda vya saratani vinakauka kabisa ndani na nje kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuelewana? Jumamosi nitawatajia, sawa? Jumamosi tuishi hapo leo. Bibi kapige dawa hiyo. Kama una vidonda vya tumbo, tafuta mafuta ya kondoo na asali, changanya, koroga, huo unakunywa, utapata usawa. Nijui namba moja. Hiyo ni ishara ya usiku mara. Jumamosi, hayo maswali mengine kwa Jumamosi basi tena. Muda ushaenda, hapa mjihurumini. Mama katumia, haina shida. Halo. Anatumia na yule anatumia, haina shida hiyo. Halo. Ile ya ungo na Naam. hiyo ya sana. Alhamdulillah. Piga baadaye nipo kwenye kisomo. Unanunua duka la asili, vitu ngapi? Mimi mafuta ya kondoo natengeneza, lakini yangu sigai wala siuzi.
Mimi mafuta yangu sitaki. Tutaona Jumamosi. Jamani, tutaonana Jumamosi. Yaani wewe ukinywa mafuta ya kondoo na asali kwa ili nyama utakasa. Haya, goodbye. Tumemaliza. Hiyo dawa nyingine nimesema unaoga kuoga siku 3. Unaweka kwa maji unaoga, sawa? Chooni, bafuni, kote. Kunywa siku 3, 5, 7. Wanaotaka kuniona wasubiri kidogo, tutaonana. Si mimi nina lakini ya kwangu. Kanuni ya kwangu. Kanuni.